Muriithi kutoka hospitali ya rufaa ya Mbeya, Dr. Raymond Nusura Mgeni, na mwanamume mmoja ambaye ameweza kukabiliana na matatizo ya afya ya akili, Otieno Onyango. Nimeanza kwa kuwauliza wote ni kwa nini inakuwa vigumu kwa wanaume kufunguka inapohusu suala la magonjwa ya akili. Nadhani ni jinsi ambavyo tulilelewa kama wanaume kuweka vitu ndani, kwa uko strong kila wakati, usiongee kuhusu shida zako, na unapata kuwa jinsi tunavyolelewa tuna hizi ideas za kwamba nikiongea kama mwanaume nitaonekana kama niko weak kidogo, ama watu watanitenga, itasemekana labda sina nguvu za kuwa mwanaume ama mambo kama hayo. Kwa hivyo wanaume wengi sana wanakaa na shida zao akilini mwao na inakuja kuathiri kwa maisha yao. Wacha nije kwako Given. Je, unakubaliana na Onyango Otieno kwamba hiyo kasumba ndio imefanya wanaume wengi hawajitokezi? Nakubaliana naye sana kwa sababu nikiangalia katika mila zetu na desturi za Afrika au Tanzania kiujumla, tunakuta kwamba wanaume tuseme wamepewa majukumu ambayo yanawafanya kwamba washindwe express themselves wakishindwa kuyamita hayo majukumu. Either wanategemewa wao wa provide security, wao watoe provision nyumbani. Kwa hiyo ikifika mahali amekwama kwa sababu ya zile responsibilities alizopewa au yale majukumu, anaona ni vigumu kueleza jamii au kueleza familia yake kwamba kuna sehemu nimekwama au kuna sehemu nimeshindwa kwa sababu ya yale matarajio ambayo jamii imemwekea juu yake. Dr. Raymond, mwanamume afanye nini sasa ili kwamba aweze kufunguka? Jambo la kwanza ni lazima tutengeneze mazingira ya wanaume kuweza kuzungumza, na kuzungumza huku